Tabia hizi utalogeka kirahisi na ndo tabia ambazo zitakusababishia maisha magumu. Maana kuna watu mwalimu, mimi maisha magumu, wachawi wamenifanyia kitu kibaya. Kuna muda mnawasingizia, ni tabia zenu ndio zinawasababishia maisha magumu kiroho. Mwalimu wa Jamii Minded Tips walete kati. Tabia namba moja kabisa ni tabia ya kulala alfajiri. Yaani kuanzia ule muda wa saa 11 ule alfajiri. Umeona saa 11 au saa 11 kasoro. Unalala we mpaka jua linachomoza. Guys, ile saa 11 achana na vitabu vile vya kina Napoleon Hill, Think and Grow Rich, ambavyo tushawahi kuvisoma, na kile kitabu kinaitwa Who Will Cry When You Die cha Robin Sharma. Mavitabu mengi vya kuhamasisha mafanikio wamezungumza kuhusiana na swala zima la kulala, kwamba kulala alfajiri. Sawa, yaani kwamba usilale ule muda. Achana na hivyo. Ule muda kwanza Mwenyezi Mungu kuna neema na baraka na ulinzi wako wa siku anakupa pale. Na ndio maana kuna siri ya kukubaliwa maombi yako vibaya mno, ibada zako vibaya mno ule muda alfajiri. Na hata katika dini ya Kiislamu, yani swala la alfajiri, ile ya kuamka alfajiri ina fadhila nyingi kuliko kawaida. Lakini hata tukiachana na yote, wachawi pia huwa wanajipigia watu muda ule. Kwa hiyo hata kama huna kazi ya kufanya, hata kama hufanyi ibada, usilale muda ule. Lala baada ya jua kuchomoza. Fanya mambo yako. Utaona kuna mambo yanabadilika kwa upande wako. Sio vizuri. Na wachawi huaga wanarudigi. Umeona? Wanafanya uchawi wao saa 10 wanaenda kuna nini? Umeona? Wanaenda kufanyaje? Wanaenda kupumzika, ila ule muda ule wanarudi kwa sababu wanaelewa kuna kitu pale. Wanaelewa kuna kitu cha baraka ambacho kinakuja pale kwenye maisha yako. Kwa hiyo usilale. Sawa sawa, muda ule. Hiyo namba moja. Namba mbili, ubahili. Guys, kwenye kutoa kuna siri kubwa ya mafanikio yako kwenye kutoa, lakini pia kuna siri ya nuru ya ulinzi wako. Sawa sawa. Kwa hiyo unapokuwa mbahili, maana yake kuna vitu unavizuia. Unapokuwa mbahili kwamba hela yako ni hela yako, husaidii watu, husaidii kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, kuna vitu unajifunga sana. Nataka niwape mfano, sawa? Watu ambao wanafanikiwa kwa njia ya shetani, si wana shetani wao wanawaambia toeni sadaka, wanatoa. Sawa? Na kuna sadaka za kishetani. Niliwahi kuambia siku moja, ziko sadaka za kishetani, yani sadaka hizo, yani kama kuna viongozi wanapiga picha kabisa. Sisi tumetoa kitu fulani, wapiga picha kama ni hela mtu anashika hivi. Kama ni nini mtu, zile ndo sadaka za kishetani. Lakini sadaka za Mungu ni za siri, wewe huwezi, yani unafanya kwa siri wewe na Mola wako. Sio vizuri. Kwa hiyo unapokuwa mbahili unakosea sana na unajifunga. Yani unajifunga. Wewe unashindwa, hata unawachawi. Mchawi yupo lazima amtoe mtoto wake kafara. Umeona? Amuue kwa ajili ya kumlisia, kwa ajili ya kumfurahisha shetani. Amfurahishe tu shetani, mambo yake hayawezi kwenda. Umeona? Anaua kabisa sana. Wewe ndugu yangu unashindwa kutoa hata 500 kwa ajili ya watoto. Kutoa watoto, kwa mfano watoto wa shule wale wana nani, unawakuta barabarani unashindwa hata kutoa hata buku shekhi. Ubaili gani huo? Unaona? Namba 3, kupuuza ibada zako. Jamani, kama wewe unajua kabisa ni Mwenyezi Mungu ndo ameniumba, usipuuze ibada, kwa sababu kupuuza ibada zako ni kumpuuza Mwenyezi Mungu. Unaona? Wachawi wanafanikiwa mambo yao kwa sababu wanamheshimu shetani wao. Wanawaheshimu wachawi wao wakubwa. Wanawaheshimu. Unaona? Sasa unashindwa kumheshimu Mola wako. Kwa nini? Kwa nini unashindwa kumheshimu? Heshimu ibada zako, mheshimu Mwenyezi Mungu. Hiyo imeisha, ndio source ya mafanikio yako hapo. Sawa. Namba 4, kufanya madhambi makubwa alafu utubu. Unaona? Hii kitu ni kibaya sana guys. Madhambi makubwa yanazuia riziki. Kwa hiyo na madhambi makubwa pia yanakuwa sababu ya wachawi kukushambulia kirahisi. Yani wanajipigia tu. Sawa? Kwa hiyo jitahidi sana kuyafuta kwa kufanya wema, jitahidi sana kuyafuta kwa kumwomba Mola wako msamaha. Hiyo imeisha. Namba 5, kusengenya. Yani guys, kama ukiwa ni mtu wa kusengenya watu, kuwasema watu vibaya, sahau kuhusiana na mafanikio, na hii unaondolewa nuru hata ya ulinzi. Wachawi wanajipigia tu. Namba 6, matusi. Matusi ni laana guys. Matusi ni mabaya sana, yanaondoa riziki. Lakini kitu kingine, unajua hata wachawi huwa wanafanya kufuru kubwa kumfurahisha mkuu wao. Umeona? Sasa wewe kwa nini unatukana? Unatukana kwa faida ya nani? Wewe si wa Mwenyezi Mungu. Umeona? Na unamwamini Mola wako, unatukana kwa faida ya nani? Mimi nimemaliza. Na kitu kingine kwa upande wa wachawi. Wachawi, una nafasi kubwa ya kutubu, muda upo. Una nafasi ya kutubu na Mwenyezi Mungu atapokea toba yako kwa uwezo wake na kwa mapenzi yake. Sawa sawa. Lakini kama unajiona kwamba Mungu unamweza, yani Mungu unamfanya kama shangazi yako au mjomba wako au mizimu ya kwenu, basi endelea na kazi yako mjomba. Ila nakukumbusha huko tunakokwenda ni pagumu, hujawahi kuona wala kuota.